those many people who are concerned na wameni reach out waniambia just clear the air, nimeamua nitaifanya. Kuna hii story ilianza Sunday kwa platform ya mtu ambaye ninamjua sana, tumewahi kuwa na mawasiliano, amewahi kuja hata kwa ofisi yangu hapa. Mnajua, mnakumbuka, mliona hizo videos, na ilikuwa kuhusu candidates ambao wako Qatar. Na ningetaka kusema hivi before niendelee, tunafanya kazi nzuri, lakini kila biashara iko na challenges zake. Hata mwenye ako employed just with, they also have their challenges. Ukiwa kwa your lines of duty unapatanaga na challenges. Sijui kwa nini hamtumiangi the same efforts, hamtumii the same energy kuonyesha watu the positive side of us, but wait until a small or even let me say any misunderstanding happens, mnataka kuchoma nchi. The internet will blow because Masimaina wa legit manpower akona vijana wawili wamekuwa Qatar, akona vijana watatu wamekuwa Saudi, lakini hamwezi kusema niko na watu mamia na mamia ambao wako sawa na wako kwa hizo nchi na wanajivunia kuwa walipitia kwa mikono yangu. I always pray for them, na nawaambia mkubaliwe na hiyo nchi na mrudi nyumbani mkiwa na mafanikio. Lakini challenges zikitokea tunakubali, na hao vijana mimi ninawajua. Hata sijui shida ilitokea wapi, kwa sababu ni wangu, walipita kwa mikono yangu, nimekuwa na mawasiliano nao. Hata hiyo siku yenye nakuja kuanikwa, I'm the one who started conversations with them on Sunday. Hata wao walikuwa hajanitafuta, na I did not even expect that, by the way, because mimi sikuwa nimewablock, sijai kataa kushika simu zangu, tumekuwa na mawasiliano. Mngekuja kunianika kama nilikuwa sishiki simu. Umeniita mwizi, hiyo nayo hey, mimi ni mwizi na ninakupeleka Gulf. Kama nilikuwa nataka kukuibia basi sio 180, hiyo 230, hiyo 150 yenye umenilipa, basi ningekuibia hiyo. Hebu tuongee kuhusu hii commission. Hii commission unapolipa inatumika kukununulia ticket for you to get that job. We pay service charge, kuna other expenses, and then of course lazima tutabaki na profit margin, na ndio inalipa ofisi and everything that is supposed to be paid in this office. Now, why would I spend 98% of what you give me to make sure that you get to your destination, nibaki na hii 2% useme nimekuibia? Is that right? Sisi sio wezi. Na hao vijana walikuwa naenda kazi ya motorbike riders, na walivyofika Qatar walipelekwa kwa kampuni ya Sununu. They did their test na wakaniricha out, wakaniambia madam, tumetoka kufanya test leo, na kutoka hapo tumeambiwa twende tugoje. Nikawaambia ni sawa. Mmoja wao akapewa offer letter akanitumia, huyu mwingine akaambiwa goje. Ikafika siku wakaenda wakafanya medical. Sasa ilikuwa tu imebakisha kutransfer from the suppliers accommodation to the company, to the riders company accommodation, waanze kufanya training. If you are in Gulf, mnaelewa challenges za drivers. Uwe ni motorbike, iwe ni gari, ukifika huko lazima utaadago training, ugoje kupewa license, then uanze kazi. So it is like a process that can take 3 to 4 months. Na wakati hao vijana walikuwa wanatoka hapa, they knew all that. So hapa delay ilipotokea ya kutransfer ndio waanze training, shida ilitokea hapo. Na mimi nilikuwa nawasiliana na sponsor wenu kila siku, na ananiambia soon and soon you are going to be sorted. Actually on that Sunday alinitumia screenshot, alikuwa ameambiwa in the next few days, hiyo wiki yenye sasa ilianza Sunday, before tufike Sunday hii yenye tunaelekea, mtakuwa sorted. I reached out to you guys na nikawaambia anytime unaweza kuitwa. Hamkunisikia. Hii pesa ya commission ukishalipa tunaitumia kukusafirisha, na tunabaki na whatever inabaki hapa, and we also have our own expenses. When you get to the other side, una feel hii kazi nafanya sitaki, nataka kuchange, because that is what happened with you people. You don't want to wait, so mkasema hamtaki kugoja tena, you need another job. Hiyo kazi mlipoenda kutafuta, hata wenye wako ground wanaweza kutuambia hapa, kuna kazi ambao utalipishwa, kuna ingine ambao hautalipishwa. Nilikuwa imepatikana excuse me, ilikuwa inalipishwa a certain amount of money, na si pesa kidogo. Na mimi kama agent wenu ninakubali, ni sawa, process may take longer than we expected and we are owning our mistake, let us do this. Hii pesa tugawane.
I suggested tugawane nusu nusu. It was 110,000 by the way. Acha nitaje. You get 55, as we raise 55, muende kazi. Mkaniambia aje pamoja na wazazi wenu, hiyo pesa haiwezi kupatikana. Na mimi nikawaambia sasa pia sisi hatutaweza kuraise hiyo pesa yote because whatever you had paid tumeshaitumia kwa process, na cause tulikuwa tumekubali kulipa gharama hii, na sasa nyinyi mumekosa, let us just wait because on this side ninajua mtaenda. This is not the first challenge we are facing, especially with motorbike riders. Hata kuna wengine najua wako huko, they have IDs, they in their accommodation, they are given food allowance, but they have not started working. When challenges come, I always advocate for solving them amicably. That is why mimi sijui ni mwizi mgani huyu haja kublock, anashika simu yako, ukimwambia hauna kitu anakutumia, and you still want to kuonyesha watu kwamba mimi ni mwizi. So pesa ya kulipa hii kazi nyingine ilivyokosekana, hakuna mtu alikuwa analazimishwa. I came back to you nikamwambia sasa kama imekosekana na huko amesema hawezi kuwachukua ati mkakatwe salary, wacha tugoje hii kazi yenye iliwaleta hapa. Hii hakuna mtu atakuitisha any extra coin. Now you on my neck. Hatutaki kulipa, hatutaki kugoja, tuambie what to do. Nikamwambia option ni 3. Na the third option inakuwaga ni ya kurudi nyumbani, whereby it is not even an option. Nikamwambia tuendelee kugoja. You became impatient, na ndio sasa mkakuja online, mkaleta hii mambo yote. Sasa hata mimi bado ninashangaa what exactly you people want. Cause leo tena mmepigiwa simu, kuna mtu ako Katala alikuwa tayari kuwapatia kazi, mmekataa kwenda kwa interview, mnaanza tena kutumia bloggers message also kwamba tumeitwa, now be with us, kaa ukituangalia, hatujui tunapeleka wapi. For God's sake, Katala sasa mtu atakuchukua akupeleke wapi? Now you want to say that we are trying to kidnap you, or what are you even trying to say? I don't understand. Sasa challenges ndio hizo tunapitia. Hao watu ni wetu, hatujakataa kuwasaidia, na tulikuwa tunaendelea kushughulika vile watasaidika, but we refused to be patient. Ndio maana wakaleta maneno online. Na hii hata ikifika online, watu online hawatakusaidia. Ni kelele tu, watu watapiga, wataongea, watatusi, but at the end of the day bado mtarudishwa kwangu niwashughulikie. Sasa hii mnanitumia message hapa vile mnajuta, hamkujua itafika huko, mna apologize. I don't even want those apologies because the damage is already done, and I don't think that the energy that was used to destroy us is going to be used to sambaza your apologies. It can't. So let us just leave it at that. Na bado tuko hapa, kama kuna mtu ako na issues na sisi, our office is open every day, you can pay us a visit. Na bado tuko na interviews on Monday. Saa hii inakuanga hivi, shida ikitokea moja tena zinakuja zikifuatana. Saa hii naona hata wengine tulipeleka mbeleni wakapitia the same challenge, na saa hii wako sorted, bado wanasema wanataka kukuja online pia waeleze the challenges ambazo walipitia. If you want to give your story to encourage the others, okay. If you want to give your story to also show the public that we are not good, it is still okay. The choice is yours. Niki kurathi tena mbele, niki uroragi, what was happening? Okay. Na naona watu wananiandikia niende Vu TV, kama anaitana mwambie mimi sitakuja kwake. Huyo ni nani? Kwake. Kuna jamaa mwingine hapo, unamjua na namsho utakuwa umemuona. Sasa kuna vijana ambao nilikuwa nimepeleka Katala. Although sikutaka kuja hapa live kuongea hii maneno, lakini jumeniuliza wacha tu nijibu. Sasa na mukana waru mama se na waru Sabrina, I am going to mute you and block you. Mjue Masi ni rafiki yangu na mjue sasa Sabrina ni rafiki yangu. We are not here to judge. Always listen to the other side of the story. Me I even told that guy, niliambia Sabrina nipatie namba ya huo jamaa nimpigie. I want to hear his side of the story. And I'm telling you, tuliongea na yeye more than 40 minutes. And I can tell you he's a piece of shit. He's a piece of shit. Ebu give your side of the story, Masi. Na ukitukana Masi is my friend. Ukitukana Sabrina, I will block you. Me, I don't judge people. I am also a sinner. Ni ule itere dry exposure. No ni dikire na hiki ko hutoto managira bisa no mekire kindu kiki. No me video dogo wako ni expose.
Ona maletira makinjira ati ni ndiretwo kuu guri atiriri ndirathi gwika atia kuu ni igoti-ini na aranjita tau you cannot be biased arafu rudi uniite kama angekuwa biased kwa sababu mweleyo onake guku siendi anahitaji Masi yako hapa mwambie akuje. Ile time alipigiwa na hao candidates wakamueleza vile kunaendelea alisikiza behind the cameras, alafu sasa ndio akaamua kukuja online. Mbona mimi hakunipigia asikize also my side of the story then sasa kusikiza behind the camera alafu mimi ukuje uniite online, that is being biased. Tell them I will not come, na hakuna mahali watanipeleka. Mase mbere ya warĩtie reke ngwĩre if you ongikorwo ni uri arata Chege ni umwe wao. Nilisikia conversation ya Chege kwa simu na ni thimu hitho-ini na hakuwa biased ataki, alisimama na ukweli hateteire hema tiga ku ariama area oine ma usiseme niliambiwa nilisema. You have friends na wina andu magwitikitie we ariama yaku no rugame na kihoto giaku. Uyo vo mwenye unaambiwa uende kwake ni aramenya we guku ni aguhorie live yake oke guku nake. Unajua watu wanapenda story emotional, matienda kuigua the other side of the story. Watu wako huku kuharibiana jina, they enjoy kuharibia watu jina. So always listen to the other side of the story. Kama si chai mnatakanga tu na kuharibia watu jina. Cause niye joragia Masi atiriri na dana moria Ngai ni muira. Masi yake korone mawe moisire. Hii confidence unakuanga nayo ya kutuambie upeleke watu Qatar na unaweka uso unatoanga wapi? Si ungekuwa unaogopa watu kukuexpose wakifika huko. Anyway, briefly Masi, share your story, invite people for the interview. To in fact your interview ni tugoka tuone ugithie gukuia andu uria wuiaga andu na andu acio tugatuika witness awa matwara tuge matware ko. Yes Masi, share your side of the story, take advantage. Na no Sabrina Masi may not have been exposed news zake but Masi pia amekapitia. So towe tu rahurwo andu mena bara nyinge mararua, so just be there, hang on. Yes Masi, give your side of the story. Sasa mimi nimefanya kazi ya manpower recruitment, napeleka watu Gulf. Na hii kazi yetu si rahisi niwaambie, ni kazi nyingine ngumu sana, but by the grace of God tunang'ang'ananga tu na inawezekana. Na kila kazi iko na challenges zake. Hata nyinyi wenye mko hapa na mko na biashara, kila biashara iko na challenges zake. Na challenge yenye sisi huwa tunapitia, moja yao sababu ni nyingi, ni watu kufika on the other side, challenges zinaanza kutokea. Kwa mfano unaweza kupeleka mtu alitoka hapa akiwa fit, afike on the other side, apimwe, apatikane yako unfit na arudishwe nyumbani. Huyo mtu bado anakujaga kukulaumu wewe. Unatoka hapo tena tunapeleka mtu anaingia kwa kazi, anasikia hiyo kazi si kama vile alikuwa anataka. Mwingine alikuwa huku amezoea soft life, akifika on the other side anafanya kazi for 12 hours, yeye haku amezoea kuchoka, bado atakublame na atatafuta script ya kukuja nayo ndio aweze kukuekelea mzigo na vitu zingine mingi. Sasa challenge yenye imenipata mimi especially hii mwaka in Qatar ni watu kufika on the other side kabla waanze kazi kunakuwa na delay. Sasa hii delay ndio imesababisha hii kesi yote yenye unaona inaendelea. Vijana walienda, na niseme mimi si msafi, usiseme ati nilikuja hapa kujitetea. Nimekuwa na so many challenges but tunapambana nazo, na naebiaga candidate wangu ukifika on the other side, if you have any challenge talk to me. Juu hata ukikuja online kupiga kelele, watu online wataongea tu na watakusaidia. Hii mambo ilianza kuongelelewa kutoka Sunday. Mbona hadi saa hii wananiita nikatafutia hawa watu kazi? Kama wangekuwa na uwezo wa kuwapea kazi, si wangekuwa wamewashughulikia. So intention ya kukuja online inakuwa tu ni kukuharibia jina, hakuna kitu kingine. So ninawaambianga, if you have any challenge, let me know. If I can be able to solve, I will solve. If it is not possible, mimi nalipianga watu hata ticket. Nawaambia rudi nyumbani, kama imeshindikana, we strategize again. Sasa hao vijana wali travel on 2nd of June. Na walikuwa waende kufanya kwa Sununu kazi ya motorbike riders. Na wakifika Qatar wanapitia kwa supplier, alafu supplier yeye anawapeleka kwa Sununu. Walivyofika walipelekwa.
Huwezi kuenda kuambiwa ati sasa unapelekwa shule kama hata hawajakukagua uone kama hata hiyo bike unajua kuride. Na zile video tulichukua hapa Kenya kama zilikuwa ni za ukweli ama si za ukweli. They did that small test. Na wakaonekana wako sawa. Supplier ama sponsor wao akaambiwa ende wafanyishe medical, kutoka hapo sasa wagoje kuwa transferred to that company. So wakarudi kukaa kwa accommodation. Kukakuwa na delay. Na wenye wako Katalu wanajua mpaka saa hii wanachukua Sununu inachukua watu. But sometimes transferring people from now we call it visa to visa transfer. Kunaweza kuwa na challenge. But wali keep on giving us hope, wakituambia kila kitu itakuwa sawa, vijana wagoje. Vijana kama walienda tarehe 2, kufikia tarehe 17, 18, hapo walikuwa wamekaa 2 weeks. Wakaanza kutupea pressure. Wanataka kutafutiwa kazi nyingine, hawataki kugoja hiyo kazi. Na mimi nikaongea na sponsor wao nikamwambia vijana wamesema hawataki kugoja, watafutie kazi nyingine. Hapo ndio vijana walipelekwa interview ya security. Na baadaye list ya watu wenye wamechukuliwa ikatoka na vijana wangu wakakuwa wako ndani. Sasa sponsor akasema hiyo kazi inalipishwa 3000 Qatar riyals. Nikamwambia basi mimi acha niongee na waka candidate wangu tujue vile hiyo pesa italipwa. Nikamwambia sasa na hii kazi inalipishwa, si tugoje yenye mlienda Qatar na hakuna mtu atawalipisha pesa ingine. Wakasema hawataki kugoja. Nikamwambia sawa. Basi hii 3000 kuna vile sasa inafaa kulipwa. Mimi nitawalipia nusu na nyinyi mchange nusu. We are just having a conversation, a dialogue. Si ni customers wangu. Wakasema hawezi kuafford. Nikamwambia sasa kama hii pesa haiwezi kupatikana, basi tutulie tu, tugoje hii yenye iliwaleta huku. Sasa hata wewe Banya niambie, mtu ako on your toes, anakuambia siwezi goja na hii pesa sitatoa, lakini ninataka kazi. Nikiwaambia basi mgoje, tutafute kazi nyingine, tukiendelea kugoja hii ya Sununu muitwe, juu ile nyingine imeshindikana kulipwa. Haya. Sasa ikafika Sunday morning. Sunday nikaamka mapema sana cause nilikuwa na safari. Niliamka 5. Kitu ya kwanza nilichat huyo anaitwa nani? Huyo sponsor wao. Akanitumia screenshot akanionyesha vile Sununu walimwambia wataita hao vijana hii wiki. Mimi nikatoka nikaenda kwenye nilikuwa naenda, nikafika kitu 10 ama 11 nikakuja nikawachat. Nikamwambia kila mtu nikamchat kivyake. Na mukiendelea kutusiana hata ukinitusi hakuna kitu itachange. Na mwandike na giko tondu giko gitu no keuka huko kurumana. Murumana fio. Murumana fio. These are people who are happy. Just tell your story, man. Kuna mtu naona nauliza ati wanagoja wakiwa wapi? Wanagoja wakiwa kwa accommodation ya sponsor. By the way, Banya kama uko na namba ya Jao, unaweza pigia Jao. Jao hata hanijui. Alienda kwa hiyo accommodation jana. Jao no, okay. Alienda kwa hiyo accommodation kivyake. Hakuna mtu alikuwa amemtuma. Akasema acha mimi niende ni confirm. Alikuta vijana wako sawa, wako na nyumba iko na wifi, iko na AC. Paka kuna alisema alikuta wanakula mchele na kuku na hata yeye alikuwa hajakula kuku. Alafu huku online anaona watu wakiwaambiwa wanalala nje na hiyo nyumba haina AC, that's why wanaendaga kulala nje juu kwa nyumba kuko na joto. Drama tu za kuexaggerate. So nikamwambia sponsor sponsor wangu amenitumia chat ati Sununu amemwambia hii wiki mtakuwa sorted, so mkuwe patient tu kidogo mtaitwa. Na nikarudi kwa M-Pesa yangu nikawatumia kila mtu 1500. Na the previous week walikuwa ameniambia pesa ya chakula imeisha na nikaona ni sawa, pocket money yenye mtu alibeba amemaliza maybe na hizo 2 weeks, but nikiuliza sponsor ananiambia mimi nawapelekeanga unga, nawapelekea mchele, nawapelekea sukari, lakini kama pesa imeisha ni sawa. Nikawapea kila mtu 3000. Niliwatumia kwa M-Pesa. Then after like 5 days I added another 1500. Niliona mnasema hiyo pesa ni kidogo. And I was like, hata wakitoka hapo kwa sponsor, waende kwa kampuni, wakati wana undergo training, watakuwa wanapewa 300 ya Qatar, ambao ni 10,000 Kenya shillings. With that 10,000 Kenya shilling, you are supposed to survive a whole month. Na hiyo pesa
Mimi nimekutumia 4,500 within a duration of 7 days, lakini hiyo bado si pesa. So nikasema wacha niwatumie hii, mtu akae nayo anytime akiitwa, hata anaweza pata fare ya kufanya nini, ya kujipeleka huko. So nilivyotuma, huyu kijana mmoja anaitwa Isaac ndiye sasa akanitumia voice note. Akaniuliza, madam, unanitumia pesa ya nini? Mimi sitaki pesa, mimi nilikuwa nataka kazi. Sitaki kufungulia hizo voice note hapa juu, sitaki nikuwe ni mimi naongea peke yangu na uko na watu wengine. Na mbona unanitumia pesa na mimi sija kuomba pesa? Kukaa kidogo, naona tena sasa nimeanikwa, nikajua kumbe ndio maana huyu kijana alikuwa aniongelesha namna hiyo. Mama yake nikamreach out, nikamwambia sasa hii maneno umepeleka online na mimi na yeye tumekuwa tukiongea hata like 50 minutes ago tulikuwa tumeongea, what is happening? Conversation zangu na wao sasa kidogo zikaishia hapo. Now the worst thing, na kitu inafanya sasa wana apologize. Wamenianika Sunday, hiyo masaa wanaendelea kunianika. Kwa hiyo accommodation kuna watu walitumiwa message waamkie waende kwa Sununu. So time venye nilikuwa nimewaambia wako almost kuitwa ilikuwa ishafika. The following day, now Monday, huyu wangu mmoja alipata message. Hata iko hapa. I think ni wewe nitakutumia pamoja na hizo audio utazisikiza. So umetoka kuharibu jana, tena the following day Monday umeitwa. The damage is already done and it is beyond repair. Na hakuna kitu mimi naweza fanya, mshaniharibia. So now they started feeling guilty. Lakini nao wako na pressure ya social media. Kwa hivyo hata hiyo huko walikoitwa sijui kama walienda ama hawakuenda. Venye sasa hii maneno imeendelea, kuna mtu alikuwa Katala akasema au vijana niliona Wamasi wakuje mimi niwapatie kazi, niko na kazi nyingine. Wakaedewa. Wakapigiwa simu wakaambiwa mjitayarishe, kuna mtu anakuja kuwachukua. Baada ya vijana kujitayarisha, walianza tena kutumia yule mwingine message wakimwambia sasa tumepigiwa simu tunakuja kuchukuliwa, naomba ukae na sisi, ukae ukituangalia, hata unaweza fungua live tukuje. Hata mwenye alikuwa anawachukua was like, this is Qatar, it is a safe country. Huku si kama Kenya kwenye unaweza ita mtu hapo nje umkidnap. Alafu mnakuja kutuandikia caption hapo ati if anything bad happens to these children so and so you are answerable. Sasa nikashindwa, wanafaa kuishi kwa nyumba, kazi itawakuta kwa nyumba, hawataenda kazi, and just like that they did not go for the interview. Sasa hao ni watu wanataka kazi ama ni watu wanataka drama? Hata mimi nashindwa kuelewa. Alright, hata muandike mara 1000 naitwa wapi, muende muambie siendi, mkitaka kuscreen record hii mscreen record siendi. Kwani yeye ama ni nani? No, hata kama uko hapo if he was not biased, kama tu angenipigia simu before akuje online asikize yao na asikize yangu ndio akuje online, ningemsikiza. Lakini kuwa biased unasikiza hao then una take sides, unakuja online because you have already taken sides, ndio ukuje uniite hapo. Not me. So, if you are there kama uko hapo ushaibiwa na Masi. Aikoro Masi ni aria mbeca ciaku agutwara Qatar, kana akaria mbeca ciaku akagutwara, tuma request. Niko na moderator hapa anaitwa Anita atakupandisha ukuje upeane your story. Let me tell you guys, it is always good to listen to both sides of the story. I know that is not what you want. Najua most of you Misery Loves Company, najua most of you mnataka kuona Masi akiwa chini. One thing I know is that you cannot bring a clean person down. Masi ona nigira murehetie. By the way, Masi nigira kurehetie o Ngai muira. I haven't asked for Masi for even a single shilling. Yedi hetaga na Ngai ne muira. I haven't asked Masi for money to do what? To give her platform. Wabuyu yowe ha Sabrina re. Aliniitisha platform. Okay, hene rugano rwake uria a blackmailetwo ni mundu wetagwo Gucci, etagwo Gasi kana etagwo Gasi. Na news yake. Nikamwambia ndakupatia platform, just come and share your story. Fraje niki arumeto tuigete andu aba nogo mani ko expose bisa cia news cia hiki. Kuradi ethe Fraje. Ai, Mr. Banya na ndoreme uko live ini no nĩ ndamugeithia inyuothe. Twithayo gathuri.
ende thayo muno makiria ndeto iria cigũkũ nĩ cia gũtua nda kuma he rũgano rwa Sabrina na rũgano rũrũ rwĩ thutha rwa mũrata wakwa gwĩtwo Mercy Maina. Tũkwambia na Sabrina tondũ niĩ ndeto ciaku niĩ nĩ hinya mũno gwĩkora ngĩita maithori by the way nĩ kaũndũ gakoo ge karitũ mũno. No kuugaga story ta kauga Sabrina nginya ũgakengeria maithori especially hĩndĩ ĩyo ambia kwaria ũhoro wa brother yake akiuga atĩ nĩ cukuru akiuga maũndũ marĩa ahĩtũkĩire na marĩa ahĩtũkĩirio nĩ kanda ĩyo ĩkĩrĩ mũrĩmo. No njage ciugo njiganu cia kwĩra mũndũ ta Sabrina pole kana kũmũmĩrĩria. No nyende kwĩra our sisters arĩa maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mehũge mũno na andũ aya me kũrĩa majuu mokaga kũmahenereria na njĩra cia kĩwendo. Wĩtirio nudes tondũ ndũĩ mũndũ ũcio arĩcoka gũcihũthĩra atĩa nudes ciaku. Exactly. Thikũ ici nudes ona cingĩtũmwo cie view once mũndũ no ahote gũcirekondi hena ũrĩa ũngĩrekondi nudes ona no ũkĩhũthĩre thimũ igĩ kana mũno kamera. Koguo ndũrĩ ũndũ ũkoragwo provided nĩ ũhihinyire the send nĩ ũndũ ũngĩhota gũkũmess. Na mũndũ gwĩtwo Sabrina niĩ no ngwĩrire that is not the end of everything. Andũ mana expose gũkũ ũguo no makĩhe courage nĩ tondũ wa rũciũ rwao hamwe na ciana ciao tondũ ndaigua wĩna kana kanini kairĩtu. Na nĩ gakororete igũrũ mũno mũndũ gwĩtwo Sabrina koguo nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩyũmĩrĩria ndikwaria mũno nĩgetha ona andũ arĩa angĩ makĩrĩ haha makorwo mena ihinda rĩa kwaria. Na banya ndaigua wa gwĩtwo ũhoro wa gũcerera Sabrina I think hamwe na Mercy Maina. Nĩgakorwo part of the convoy. Very nice. Tũgakĩmuone. Tukimũmagĩrĩria na tuthi na mbere na kwĩhe hinya mũndũ gwĩtwo Sabrina na ũmenye you have friends na nĩ wagĩa na andũ aingĩ mũno maragũ support na andũ maragĩ sympathize nawe tondũ ũndũ ũcio gũtirĩ mũndũ ũtangĩkora. Toguo macaiga ona ithuĩ twana tũma mbica citũ ũkũndũ ũtakũu ũguo. Mũndũ gwĩtwo na ndũretereire mũthenya ũmwe no kiumane na ndwagaga ai bisa ciũrĩte gũkũ rĩera-inĩ twanatũma. Ona arĩa maratũthikĩrĩria na arĩa maratwĩrorera no harĩa hihi twanatũma kũrĩ andũ twĩhokete toguo Sabrina aramwĩhokete. Nĩ arehokete kĩhĩngui. No rĩu maũndũ magacokaga magathiĩ mũrama ũgĩthiĩ gũcroll ũgacemania na kĩga gĩaku kũrĩa gagakorwo ge kaũndũ karitũ mũno. Ta imagine ngina andũ Sabrina anarutĩra wĩra anahoya wĩra anatũmĩra CV marigirwo atĩrĩrĩ mũirĩtu arahoya wĩra rĩu na nĩ mũirĩtu mũthomu by the way rĩu nĩkĩ gĩkĩanjikĩria haha before ajue nĩguo jamaa na mu expose meciragia nĩ Sabrina ngina ũramaikĩria mbica cia kũmaseduce nĩgetha mamũhe wĩra nĩgetha mamwĩke favor hawalke mũthenya onire nduma. Ta imagine ona menya Ngai nĩ mwega fragile mũirĩtu wako ũkĩhoya platform rĩ kalikuwa kameamua katakufa. Umenye rĩu kangĩokire kanyuĩre ndawa live-inĩ yakwa tuone mwana we nĩ agĩkuĩra live-inĩ yakwa. Ndagĩtarĩ matwĩrire if we were late by 30 minutes kumuokoa angĩakorirwo we mũhehu akuĩte cause akipelekwa hosi she was unconscious. Nĩma ũndũ ũcio ti ũndũ mũhũthũ ona kwĩ mũndũ ta Sabrina ona gũkorwo atĩ nĩ atĩkĩte courage ya gũkorwo atĩ nginya nĩ aracaria andũ tawe. Nĩ kuga nĩ arigirete tene onake mwenyewe nĩ arehe second chance which is very important. Yep. Sabrina wambe wĩyohere andũ arĩa angĩ megũcoka gũkũnjanji makiuga atĩ nĩ megũku we wambe wĩyohere. Yes nĩgetha nawe ũkorwo nĩ wĩtĩkĩrĩte atĩ ũguo nĩguo kũhanĩte no cio by the way ũndũ ũcio warĩkia kũ internalize na ũwĩcirie mũno nĩ ũgũcoka kũ realize ũndũ ũcio ti worth kwĩyũraga ũngĩkara thĩ ũwĩcirie. Imagine nĩguo ndamwĩra angĩatigĩire ũkana she's an orphan. The small brother is in university. Mtoto wenye mwana wake agioirwo atwarwo children's home kana moranie ni anti mgani wa karibu is not what ate business. Mimi unajua kama kuna mtu akona picha zangu huko kama haiko clear uniitishe picha iko clear na uweke yenye nimesend wekera bisa njega ingeikira billboard ine usiniweke picha mbaya. So it is not worth kujua alafu na nudes icio ni uria nyonaga ri ona iria twana na guku citirendaga makiria ma thikũ igĩrĩ nudes kari kiki
Niki na no utari. Ngui after 2 days horo ucio koragwo no wathire na wariganire, imagine mawe uragite ne tondu okay ti muhuthu but it is not worth taking your life. Exactly. Thank you. Koguo Sabrina we hinya na nie ndita Franje wa mama gita ugukinyia hau. Na itano ima banya ujitekirie njaririe nyumba itu aya me haha uguo manakorwo mage comments na twi live ine no na tukoretwo hindi ciothe twi more than 500 people aria mararumirira. Yeah. Live ino nitugukinyaga nginya 1,000. Yeah. Na mundu gwitwo Masemaina ni aheo chance arie. Yep. No hindi iria Masemaina aheo chance arie haha kwina mundu ungi uramwita ati athie VU agakoretwo VU TV agaku. Kiuria giakwa ni riri ku VU TV ri kari igoti. Yep. Ino katari live, ino ti live andu mangiuka na maririria maundu maria marenda kwaririria haha. Na ninge Masemaina ena invitation guku na hena undu ekugaga na ni ekwaragia kumwira aime guku ri ona aria mekumuthikagiriria guku ni andu. Secondary we uramwita muiciri tatwire niki Mase akuyite uke utuiguithie ona ithuĩ tumenye manze ona ithuĩ tukwenda kumenya kiria wiyitwo ni Masemaina na uria akuyite nigetha tukare tukumenya ona ithuĩ kai tukorwo na murata muici kana mukora ndigukiria hau itana kihiukirwo abanya no uhe mundu ucio ngi